kwa mambo matatu tu katika yale mengi ambayo Mungu anatamani kuyaona tukiyatenda hapa duniani. Lakini jambo la kwanza linapatikana katika kitabu kile cha Yeremia sura ya 17 na mstari wake ule wa 7. Maandiko yamesema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye moyoni mwake, ambaye Bwana ni tumaini lake. Kwa tunaona jambo la kwanza ambalo Mungu anatamani kuliona kwetu, ambalo Mungu anatamani kuliona kwetu atukuzwe pamoja na viki, ni kwamba katika maisha yenu mumtegemee Bwana. Katika njia zenu zote mumtegemee yeye. Na mnapomtegemea yeye inakuwa ni sehemu ya kumfanya Mungu awafurahie na Mungu azidi kutenda yale ambayo alikusudia kutenda katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapomwacha Bwana, tukaangalie kushoto, anasema amelaaniwa yule ambaye anamwacha Bwana kwa kumtegemea, akategemea akili zake, akategemea njia zake, akategemea mawazo yake. Huyu anakuwa amelaaniwa mbele za Bwana. Lakini tukimtegemea Bwana, tunatembea katika baraka ambazo Mungu amekusudia tuzipate hapa duniani. Kwa hiyo neno langu ni hilo la kwanza, ya kwamba katika maisha yenu yote mumtegemee Bwana. Katika mapito yenu yote ambayo mnaweza kuyapitia, tegemeo lenu liwe kwa Bwana. Naye ni mwaminifu, akiona namna ambavyo mnamtegemea yeye, hatawapungukia, hatawatetea na kuwasaidia. Lakini jambo lingine la pili ambalo Bwana anatamani kuliona kwetu ni katika kitabu kile cha Torati ile ya 28, Kumbukumbu la Torati sura ya 28 na mstari wake ule wa 12. Torati sura ya 28 na mstari wa 12. Maandiko yanasema, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, naye ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. 13. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini, utakapoyasikiliza maagizo yake yote. Amen. Kwa hiyo mambo ambayo Bwana anatamani kuyaona kwetu au kwenu ni kujizatiti kuisikia sauti ya Bwana. Anasema nini katika changamoto ambazo mnaweza mkapitia? Bwana anasema nini? Ukijizatiti katika kumsikia Bwana, lazima upate majibu. Lakini ukimwacha Bwana kumsikiliza anachosema, anachokuelekeza, anachokuambia, utatamaki, utafanya vitu ambavyo pengine si mpango wa Bwana. Lakini ukijituliza mbele za Bwana viki pamoja na atukuzwe katika mapito yenu, katika changamoto, mkamweka Bwana mbele, hili limetokea, ukamwacha Roho Bwana aseme na wewe, mtapata majibu na kwenu itakuwa salama. Kwa hiyo Mungu ameahidi kukubariki. Mungu ameahidi kukuinua. Mungu ameahidi kuwafanya kuwa baraka katika dunia hii. Lakini pale ambapo tutamtegemea yeye na kumsikia yeye. Ukimtegemea Bwana na kumsikia yeye, baraka za Bwana zi juu yenu. Mungu atawabariki mtokapo, Mungu atawabariki mwingiapo. Lakini mkimwacha Bwana, manake mtakuwa mna njia nyingine ya kutegemea, na Bwana atakuwa hayuko pamoja na nyinyi. Matokeo yake shetani atawapiga na hamtaona mlango wa kutokea. Lakini mkimtumaini Bwana, mkimsikiliza yeye, mlango wa kutokea upo na Bwana atawaonekania, mtaziona baraka zake. Mungu awabariki kwa haya. Mungu awape neema kuyasikia na kuyatunza kwa jina lake Yesu. Amen.